Ndugu zangu, karibuni tena kwenye kipindi chetu cha mara kwa mara tunachofunzana juu ya maisha yetu ya kila siku. Na leo ikiwa ni siku mahususi ambayo nimekuletea kipindi au mada inayosema mambo haya 8 yatakufanya upendwe zaidi. Ni jambo la kawaida katika maisha yetu kusikia neno upendo. Upendo ni jambo au ni kitu kisichoonekana kwa haraka, lakini kinakuwa ndani ya moyo, na kinapokuwa ndani ya moyo huwa kina matokeo mbalimbali ambayo ni mazuri na yanayofurahisha. Katika hali ya kawaida, binadamu tumeumbwa na vitu vingi sana, na katika vitu vyote ambavyo Mwenyezi Mungu alitupa, mojawapo alitupa kitu kinachoitwa upendo. Jambo hili limekuwa likichukua nafasi kubwa katika maisha yetu, na wakati mwingine likiwa kwenye faida au hasara. Wakati mwingine kwamba ukipenda sana nako kinaweza kikaleta sumu ndani ya moyo wako, na ndio maana tunahamasishwa au tunafundishwa kwamba kila kitu kifanye kwa kiasi. Kama unavyofahamu, mahusiano au upendo wa upendanao ni kitu kinachosafiri katika moyo wa mwanadamu, na ili uweze kustawi na kukua na kuleta matunda au matokeo mazuri, unahitaji mbolea, na mbolea yenyewe ni vile vitu vinavyofanya moyo uweze kuzalisha upendo na akili iweze kutoa matokeo ya upendo wako. Sasa kwa kuwa siku ya leo ni mahususi kwa ajili ya mada inayosema mambo haya 8 yatakufanya upendwe zaidi, nimekuandalia mambo 8 ambayo yatakufanya wewe ufahamu au ujue ni njia gani unaweza kupita ukazidi kuboresha mahusiano ulionayo kwa mwenzako, ili upendo uweze kuimarika na kuweza kujenga kile ambacho mmekubaliana nyinyi wawili kukiendeleza au kuwa pamoja. Kwa sababu jambo lolote zuri lazima liwe na maandalizi, lazima liwe na kitu kinachokifanya kwamba jambo hili liweze kuwa na matokeo mazuri. Na nikianza kudadavua na moja baada nyingine, namba 1 inasema kuwa na maneno yaliyo na mguso na utulivu. Mara nyingi inawezekana kwamba unapitia kwenye mazingira fulani ambayo yanakufanya kwamba upotee au uwe kwenye hali isiyo ya kawaida, lakini leo nikiwa nikwambia kwamba kitu kinachofanya wewe upendwe zaidi, jitahidi kuwa na maneno yenye mguso na utulivu pale ambapo unapoongea na mwenzako. Unajua, mimi inawezekana nikawa ni A au B, lakini utakavyokuja kwangu ukaleta jambo ambalo litanikwaza, wewe ambao ulileta lile jambo utazidi kuumia zaidi, kwa sababu utanifanya mimi niwe na sura tofauti ambayo haitakujengea ukarimu ndani ya nafsi yako, na mimi nitakosa ukarimu wa kukirimia wewe ambaye umekuja kwangu na unahitaji nafasi yangu ikutendee jambo fulani. Lakini unapokuwa na maneno yenye mguso, yenye utulivu, yanayomhamasisha mtu ndani ya moyo wake awe na wewe, ajisikie kuwa ni wewe, ni lazima utulie. Hata kama kuna makwazo, jitahidi kuyafunika. Makwazo ulionayo yanaweza kupata njia ya kutatuliwa kutokana na kile ambacho unachokitoa ndani ya ulimi wako, kwa sababu wanasema kwamba hakuna kinachoweza kumtia mwanadamu najisi bali ni kile kinachotoka ndani ya kinywa chake. Namba 2, tunasema kuonesha na kujali, kuappreciate kile kitu anachokifanya mwenzako. Wakati mwingine unaweza kuwa mpo kwenye mahusiano, inawezekana wewe kuna vitu unavijua zaidi, mwenzako unaona kwamba yeye anajua kwa kiasi fulani, lakini wewe utakavyokuwa umemjengea mazingira fulani ya kuwa kwamba unaheshimu kile anachokifanya au unajali kile anachokifanya, utamfanya mtu huyu
aweze kuimarika ndani yako na wewe uimarike ndani yake, kwa sababu ili uweze kutambua kipaji cha mtu ni lazima uwe na utulivu na kumsikiliza na kumpa nafasi. Wakati mwingine kama haumpi nafasi mwenzako, ni vigumu sana kutambua faida mlizonazo, kumappreciate na kujua kwamba hiki anachokifanya ni kitu ambacho kinaweza kumpa matokeo chanya baadaye. Wewe unaweza kufikiria matokeo yako ni makubwa au kawaza mambo makubwa, lakini kwamba katika madogo pia yaliyomo yanafaa mkayaweka pamoja na kuyapa muda ili mpate matokeo. Kila jambo lina matokeo, sema tu inategemea na wewe unavyoyachukulia. Namba 3, pale ambapo unapokuwa na mahusiano huwa kuna safari mbalimbali zinatokea. Binadamu ili aweze kustawi kuna kumove from one place to another, kutoka hapa kwenda sehemu nyingine, na katika kumove kuna safari za hapa na pale, kuna barabara zetu, kuna mazingira, kuna vitu vingi. Sasa mtu huyu anapokuwa kwenye movement yoyote au mazingira yoyote, inakupasa wewe kumtakia safari njema, na unapomtakia safari njema unahakikisha kwamba unamjali kwa safari yake, na anapokwenda una haki pia kumuuliza umefika wapi, na pia wanapokwenda unapaswa kumwambia je, umefika salama? Na pia umwambie ukifika unijulishe. Hiki kitu unaweza kuona ni kidogo, lakini kinakujenga karibu sana na mwenzako. Unapojenga ukaribu huu, ndipo unapoleta ustawi wa mambo mengi ambayo ni mazuri yatakayofanya kesho na kesho kutwa kuwe na alama ndani ya mioyo, kwa sababu ili upendo uwepo lazima kuwe na alama, kuwe na mguso wa kitu fulani. Na ndio maana tunasema upendo bila matoleo, upendo utakiwa uwe na majitoleo fulani, ambayo leo amekupa kitu hiki moja hapa, amejali kile unachokifanya, inaleta hamasa na inaleta ukaribu zaidi katika kupenda au kumpenda mwenzako. Na kwenye jambo lolote lile tunasema namba 5, unapoongea na mwenzako jitahidi kumwambia akujulishe alipofikia. Na katika uzoefu wa mazungumzo hayo huwa yanazalisha kitu kinachoitwa upendo, kwa sababu inaonyesha mpo karibu, inaonyesha mnashirikiana, inaonyesha mnashare kitu. Na wakati mwingine inawezekana kwamba unaweza kuona huna msaada, lakini msaada ni mkubwa sana, kwa sababu katika vitu vinavyojenga binadamu na maisha yake ni kujali kile kitu ambacho mwenzako anachokifanya. Tuseme jambo la 5 au jambo la 6, kuna wakati mwingine mbidi muulize mwenzako kama mpo pamoja. Inawezekana mkawa mko karibu, au huyu anaishi A, huyu anaishi B, lakini kuombana na zile muda, kuwa na quality time, ambayo leo unahitaji kuwa na muda na wewe, tuweze kukaa pamoja, tuzungumze pamoja, hata kama ni soda tunywe pamoja, hata kuna kinywaji au chakula cha jioni, ni muhimu sana. Na katika haya maisha yetu yanahitaji vitu vya kuombana muda. Unaweza kumwambia tunaweza kuwa pamoja, tunaweza kuwa na muda wa pamoja. Mwenzako atatafakari, lakini kama hajisikii kuwa na wewe pamoja, usilazimishe. Kila jambo lipe muda. Kuna muda utatokea utakuwa pamoja, na huu muda wa pamoja ndio haya maisha ambayo tunaweza kuyajenga sisi pamoja kwa kwenda pamoja, kwa maana kwamba kutakiana na kujali muda fulani, tuwe pamoja, tutembee, tuende outing, tuwe na jambo hili. Sehemu ya outing ni kubadilishana mawazo ambayo ni positive. Msiende tena mkatengeneza mambo negative, ikawa sasa hata ile outing imeleta majanga mengine kwenye mioyo, kwa sababu upendo ni sawa na mbolea inavyokuzwa vizuri, maneno mazuri, kuwa na muda mzuri, ukaribu, ushirikiano wa mawazo. Hiyo ndio nafanya kwamba hawa watu hawawezi kuachana, hawa watu wameimarika.
Hivyo ndio vitu ambavyo vitakafanya kwamba huyu mtu ajengeke zaidi. Namba 6, kupeana maneno ya tahadhari. Wakati mwingine tunapeana tahadhari wakati anapoenda kuna jambo fulani, hampo karibu, jaribu kumwambia take care, kuwa makini. Kuna ABCD kulingana kile ambacho nakiona kwa wakati huo. Hiyo itamfanya mtu huyu, hata kama kuna sehemu anataka kukengeuka, anarudi kwenye mfumo kuangalia kwamba je, hiki kimeenda sawa? Hapa kuna nini? Hapa anatakiwa kuwa makini. Anamkumbuka mtu wake jinsi alivyomwambia kwamba take care. Ni neno ambalo ni dogo lakini lina uzito hali ya juu. Kwa hiyo ndugu zangu, kwamba unapokuwa na vitu kama hivi, ni vizuri sana ukaishi kwa umakini, kwa sababu upendo ni nafasi ya mtu na mtu, na ukiutumia vibaya upendo una madhara makubwa sana. Unaweza kupoteza uhai wa mtu, lakini upendo ukiutumia vizuri, hata kama kuna mwisho, utakuwa ni mwisho mwema. Jambo lingine, tunasema kwamba unapofanya jambo, hakikisha kwamba kuna haja ya kusaidiana, kuna haja ya kujuliana. Wakati mwingine kuna msaada wa aina nyingi. Wengi wanafikiri msaada ni pesa tu au mali. Hata kumpa maneno ya faraja mwenzako umempa msaada mkubwa sana. Na ndio maana nasema maneno, ulimi wako unaweza kufanya ukaleta madhara au ukaleta faida. Kwa hiyo ni vyema ukafahamu kwamba hata anapofanya kazi amerudi kwenye himaya yako, lazima umfanye tathmini. Tunasema kufanya tathmini yake ya siku, kuijua leo siku imekwendaje, kuna nini leo, kuna matokeo gani leo. Haya yanakufanya kwamba hata mtu wako kwa karibu aone umuhimu wa kwamba unajali yale yaliyomtokea kwa siku. Inawezekana kwa siku, kwa kile alichokifanya wewe haukukiona kwa karibu, lakini kwamba unapofanya yale mambo kwa kumuuliza kwamba siku yako imekwendaje, hata kuna sehemu alikwazika, unakuwa tayari unaweza kumrudisha kwa karibu na kumpa matumaini mapya. La sivyo, mtu usipompa maneno ya ukarimu, anaweza akazalisha kitu kingine, akachukua maamuzi magumu yakaathirisha mambo mengi. Jambo la 8 kwa siku ya leo, kwa maana ni ya mwisho, kumpa maneno ya hamasa. Baada ya kupitia magumu ya siku au ya wiki au ya mwezi, ni vizuri kumpa maneno ya hamasa. Maneno ya hamasa ni kumwambia hata hatukupata leo, tutapata kesho, hata kesho kutwa. Mtu huyo anahamasika, anajua kwamba huyu ni mtu ni muhimu kwangu. Na unavyokuwa mtu muhimu kwa mtu, unajenga ukuta ambao utaufanya kwamba hata kama kuna mtu mwingine anataka kuja, lazima ajipange ili kuweza kuitafuna keki hii kwa ukaribu. Keki ya upendo ni keki ya kujitoa, ni keki ya kuhamasisha na kuhakikisha kwamba kila kitu ambacho umekifanya kimeenda hatua kwa hatua, ili kuhakikisha kwamba mambo mazuri lazima yawe na maandalizi. Haya 8 ambayo tumeyapitia hapa, japo kuwa yapo mengi, lakini katika haya 8 kuna kitu tunakipata. Nawashukuruni sana kwa kunisikiliza. Usisahau kushare, kulike, kucomment na kusubscribe. Unapo comment unatupa mawazo yako pia ambayo umeyaona tunayafanyia kazi, then tutatengeneza kipindi chetu, tutaholisha. Karibuni sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asanteni sana.